Mpendwa mtazamaji wa Keke TV, nimefanikiwa kukutana na mzee mstaafu. Mada tunaenda kuzungumza leo ni kwa nini wazee wastaafu wanaishi muda mchache, wakati huo wamekwisha lipa mafao na kila kitu serikali inakuwa imewapa, lakini la kushangaza, kwanza wanaishi maisha ya shida, lakini alikadhalika kama nilivyotangulia kusema, muda wao wa kuishi unakuwa ni mchache. Baba, karibu, jitambulishe majina yako matatu alafu tuendelee na mada. Naitwa Edward Pima. Edward Hamisi Pima. Mada umeisikia, ni kwa nini wastaafu wengi wanaishi maisha ya shida wakati serikali kwanza inawajali na wanakuwa wamelipwa mafao yao ya uzeeni. Mimi ni afisa mtendaji mstaafu, lakini tatizo la wazee wastaafu wana expire kisha fikisha miaka 60, na serikali iligundua kuwa wewe umeexpire. Ukirudi nyumbani, basi unakuja kupokea vitu viwili: kifo au kuugua kwa ugonjwa wa kudumu mpaka kwenda heri. Ni nini kinachopelekea sasa magonjwa hayo yanayotokea ghafla tofauti na kipindi wastaafu wanapokuwa bado kazini? Nadhani ni kukoswa moja kuzoea uraiani, nayo inaweza ikaleta shida, kwa sababu ulitoka sehemu nyingine uliozoea ukaja kuanza upya, lazima uzoofike na mwili uzoofike. Lakini sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kuwapa fedha wakati wastaafu wao wanapokuwa wametoka kazini. Sio fedha ya kiinua mgongo, lakini kuna ile fedha wanayopata kila mwisho wa mwezi na hawafanyi kazi. Sasa ni nini kinachopelekea mpaka wanaishi maisha ya shida wakati serikali inaendelea kuwapa fedha? Kuna wengine kuzoofishwa na watoto, wanawake, yani anachukua hiyo fedha, lakini wapanga matumizi ni watoto na wanawake, yeye anakosa haki. Sasa ni nini kinachopelekea mpaka yeye anakosa haki wakati familia ni ya kwake? Utakuwa umeshakuwa na msongo wa mawazo, basi akili zako haziwazi vizuri. Kwani kustaafu ni maana yake ni kuexpire au kustaafu kupo kwa ajili ya mujibu wa sheria? Ni kwa mujibu wa sheria, lakini serikali iliona ni moja ya kuexpire hiyo. Tunatoka tumeexpire. Ni nini sasa unachowaambia wastaafu wenzako wafanye nini ili waendelee kuishi maisha ya raha kama walivyokuwa wanaishi hapo awali? Sasa hapo ni yeye mtu ajipange, na hasa atafute vyanzo vya mapato ili atoke kule kazini kwake, basi na huko afikie kazini upya, kidogo itakuwa ahueni. Lakini baadhi ya watumishi wengi wa serikali huwa hawajihusishi na biashara. Unaonaje hiyo inaweza ikawa sababu inayopelekea kuja kupata maisha ya shida hapo baadaye? Ndio, biashara ni ngumu kwa sababu mpaka huu umeipitia, na sio rahisi kurukia kazi ambayo kuizoea, itakuwa shida kidogo. Nikushukuru sana mheshimiwa mzee mstaafu. Hii ni Keke TV na huyu unayeongea naye ni mkurugenzi wa Keke TV. Asante.